Hapa tunaonyeshwa mama anaongea na binti yake na anamwambia kuwa kama huyo kijana yuko serious na kweli anakupenda, kwa nini usimlete kwa baba yako aje amuone? Binti anamwambia mama yake, nimekuelewa, lakini kama mama yake ametikia kwa shingo upande. Lakini mama sio mtu wa maneno mengi, anamwaga mwanae anaenda kupumzika. Binti akiwa sebuleni, simu yake inapigwa na Chris, Mwamba ambaye anaonekana kabisa yupo kwenye moyo wa binti. Mwamba anamwambia, niko bored, nimekumisi sana, yani hakuna maisha kabisa bila wewe Angel. Yani mchongo ni kwamba Chris anataka ndoa kwa mchumba, lakini mchumba anamwambia ni mapema sana kwa swala hili Chris. Yani mchumba anamrusha tu, anamwambia naomba tuongee kesho. Lakini baada ya simu kukata tu, mchumba anasema ngoja nimpigie mpenzi wangu wa kweli. Napiga simu ya Peter haipatikani. Mchumba anashikwa na wasiwasi, anaenda kulala. Asubuhi panapokucha, mchizi anapiga simu ya Angel akiwa anatoka na familia yake, yani baba yake pamoja na mama yake, wakiwa wanaenda kwenye majukumu yao. Lakini Mwamba alimtafuta kwa namba ngeni Angel. Mchumba anamuuliza mbona hii namba ni ngeni? Peter anamwambia simu yangu ina matatizo ya betri. Baada ya majukumu, mchumba anakutana na Peter, wanakula pamoja na kufurahi. Ukirudi upande wa pili, bao tunakutana na Peter ana mazungumzo na watu baadhi kijijini, lakini mchakato unaonekana ni kama wa harusi. Hakuna kitu kizuri duniani kama kupendwa, huwezi amini. Yani Angel anayaacha mambo yake ya Mbezi Beach na anaingia shambani na Peter wanapalilia miogo. Mchizi ni kwamba kijijini ni kama sukari ya warembo hivi, wadada wote kijijini wanamzimikia, yani wanakufa kufa tu. Tukirudi sasa kwa yule dada mrembo, anasema kuwa yeye sio kupitwa na Peter bila kumsalimia. Yani mchumba anasema ni ngumu sana kumwambia Peter kuwa anampenda. Tukirudi siku nyingine, tunamuona Angel akiwa na Chris wanatoka hoteli. Yani Angel anamdangia tu Chris, lakini ampendi wala nini. Siku inayofuata Chris anatoa pete, ishara kumaanisha kuwa anaimarisha uchumba wao. Tena anamwambia baby usiseme hapana, akiwa na maana ya kuwa anataka kumuoa Angel akatambulike kwa baba yake pamoja na mama yake. Lakini huwezi amini, mchizi anagonga mwamba. Angel anamwambia Chris nakupenda, lakini kwa sasa sipo tayari kabisa katika hilo. Chris anapigwa busu la wizi na Angel, alafu Angel anaishia. Mapenzi sio pesa na dalili za mvua ni mawingu. Licha ya manjegeka yote hayo, lakini mchizi hajasanuka kabisa, yani kuwa apendwe. Tukirudi siku ya pili, tunamuona shoga yake Angel anaonyeshwa kumhurumia sana Chris na anamuuliza shoga yake, unaonaje usimkubalie Chris ombi lake la kukuoa? Angel anamwambia ni sawa, lakini nampenda sana Peter. Shoga yake hajaishia hapo, anamwambia Chris kafanikiwa kuliko Peter. Angel anajitia elewi, anamuuliza kivipi, lakini shoga yake anamwambia kwani wewe uoni? Shoga yake anakandamizia tu, anamwambia kuwa Chris ni handsome na ana pesa. Lakini Angel akaamua kumuelezea shoga yake sasa ni kwa nini anampenda Peter. Anamwambia kikweli Peter anapitia mazingira magumu sana, afya yake haipo sawa, lakini daktari alishaye kuniambia kuwa anaweza akalitibu tatizo hilo. Shoga yake anamwambia kwa hasira, ana matatizo ya kiafya lakini bado unataka kuolewa naye? Bana, kumbe mchongo ni kwamba Peter anaumwa sickle cell. Lakini shoga yake anakazia kwa kusema ningekuwa ndo wewe mimi ningeolewa na Chris. Tukirudi bao tunakutana na yule mshikaji ambaye ni bachelor wa kijiji. Anakutana na binti ambaye amechizika kinoma na Peter. Mshikaji anamtongoza binti, binti anamwambia mimi nampenda sana Peter, na sio kumpenda tu, na mpango wa kuolewa naye. Maana ya kukaa kimya, anamwambia binti kuwa Peter ana mchumba mzuri sana na anaishi mjini. Baada ya binti kumpa mgongo tu mshikaji anaanza kunungunika, Peter ni nani hapa kijijini? Yani kila mwanamke anampenda yeye tu, kwani yeye nani? Siku inayofuata tunaonyeshwa Angel anaenda nyumbani kwa Peter. Anafanikiwa kumuona Peter anamkumbatia, analia sana. Peter anamuuliza unalia nini? Mchumba anamwangalia Peter kwa huzuni, anamwambia upo sawa mpenzi wangu. Peter anamwangalia mpenzi wake kwa mahaba, anamwambia mimi si wa kwanza kuzaliwa kwenye hali hii, duniani wapo wengi sana wenye matatizo kama yangu. Anamalizia kwa kumwambia nilishakukataza kwa sitaki kukuona ukiwa kwenye hali kama hiyo. Peter anakasirika, anaingia ndani, anafunga mlango na kumwambia kila ukiniona unahisi kama kuna kitu kwangu hakipo sawa, sipendi mimi. Angel analia sana, anarudi kwenye gari na dereva anarudi nyumbani. Hiyo inatufundisha kuwa ukikaa na mgonjwa usimuoneshe utofauti au na wasiwasi juu ya maisha yake. Bana, hiyo ni Oath of Love episode ya pili. Mimi ni Ali Ngatena na hii ni Joflex Studio. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment.